Asante bibi, nimepokea sehemu za siri za kiume na hii ndio saizi nilikuwa ninaitaka. Asante sana. Mchawi mjamzito. Tumaini mpenzi wangu, mbona kama leo ni kama sielewi, tuko wapi huko? Sasa shida ni nini? Si kila siku mtu ulala huku hewani, au ni vile mimi ukufikisha ardhini kabla hujaamka huwa nakuamsha kama tumefika ardhini? Mpenzi wangu, hebu nishikishe nasi tukakutapika mwenzio. Sawa basi, tushuke. Sawa, tushuke. Mpenzi wangu, mbona tusitafute nyumba tukodishe? Mimi nimechoka kila siku kuamkia porini. Siku utakaonipea ujauzito nitakupea kila kitu cha duniani na pia utatembea dunia nzima. Si mimi kila siku najipigia tu pasi zangu vizuri. Sema ni wewe tu ndo ushiki mimba. Wewe shika mimba dunia nzima initambue. Mimi napenda maisha ya kitajiri. Changamoto iko hapa sasa. Ni lazima wewe ulale na mchawi mjamzito ndo rudi tena ulale na mimi, ndo hapo mimi nitapata ujauzito. Kwa sababu mchawi mjamzito alipogundua kwa Kidege hawezi mpatia mwanamke yoyote mimba, alinifunga mimi na kizazi chake ndo mimi nisipate ujauzito. Kwa hiyo inafaa wewe ulale na mchawi mjamzito, ndo hapo utategua kile kifungo alichonifunga mimi na kizazi chake, ndo nitaweza kupata ujauzito. Mpenzi, mimi simuogopi mchawi mjamzito, ila namuogopa yule mwanamume mwenye yuko naye pale, mwenye alikuwa mume wako. Alinifukuza na panga ujue. Huyo hakuna kitu anaweza kufanya. Kwanza huyo aliyekufukuza na panga hakuwa yeye, ilikuwa ni mimi. Mimi sikutaka tule mche mjamzito akichukue tu kirahisi rahisi kama alivyomchukua Kidege. Kumbe ulikuwa ni wewe? Kumbe wewe nawe ni kiboko. Mchawi mjamzito. Alafu na wewe umefuata nini hapa? Si mwanamke wako alikuja akakuondoa, alafu akakwambia usirudi tena hapa. Umekuja kufuata nini? Mimi nimekufuata wewe hapa. Na kumbuka ulisema nikiwa na wewe nitapata utajiri. Mimi napenda maisha mazuri. Ndiyo, nitabadilisha maisha yako. Bora tu uwe na mimi. Na ndio sababu mimi niko hapa. Nimekubali kuwa na wewe. Njoo tuingie ndani nikuonyeshe mambo fulani. Sehemu za siri za kiume, ukishoboka na kupaka tu.
uliamua hautawanisikiliza wala kunielewa. Wewe unanitafutia shida na hizo Bwana Yesu asifiwe zako. Sasa leo na kuadhibu kidogo tu, alafu muombe Mungu wako akusaidie. Sasa mwambie Bwana Yesu asifiwe wako aje akuokoe. Mchawi mjamzito, mchawi mjamzito, hebu toka nje. Hivi wewe, mbona unatumia uchi wako kutesa binadamu? Huwezi tumia uchi wako kwa siri ha? Mbona unatesa binadamu? Si wanakuambia utumie uchi wako kwa akili? Wewe mwanamke, mbona unapenda kuingilia mambo yangu wewe? Alafu usichukulie kama unaniweza sana. Mimi muda mwingine huwa nakuachia tu utambe, lakini saa hii naona umenizoea, sitakuvumilia. Mchawi mjamzito, unasema mimi naingilia mambo yako. Umesahau kati ya mimi na wewe nani aliingilia mwenzake? Na pia umesahau kwa hapa ni kwangu. Kwa hiyo siwezi omba ruhusa nikija kwangu. Na ushetani unaoendeleza katika hiki kijiji, nitakupinga mpaka mwisho wako. Yaani hata sijui unajikuta nani. Utakavyokuja ndivyo nitakavyokupokea. Kitaka vita, mimi pia naitaka vile vile. Kwa hiyo ninachotaka na wewe unataka. Sikia nikwambie, katika hichi kijiji nitakukomesha. Na wewe mchungaji wa ovyo, ondoka hapo uende, ama unataka tena matatizo? Nilikuwa najua kwa mzee mjamzito, maana nimetoka kwake sasa hivi na akasimama mlangoni, nikajua tu lazima atakuwa amekufungia ndani. Mchawi mjamzito sio binadamu wa kawaida. Kama kawaida unavyojua mambo yangu, mimi nilimkalisha kitandani nikaanza kumpapasa papasa. Ghafla nikagusa kitu fulani, japo sikuchukulianga serious. Mimi nikaendelea kumpapasa papasa. Akawezekana kwenda kumvua dera. Huwezi amini nilichokiona. Stano, nyoosha maelezo na kusikiliza. Mpenzi wangu, amini usiamini, mchawi mjamzito yuko na msolombo. Kumaanisha mchawi mjamzito ana sehemu za siri za kiume? Na sio za mwanamume tu. Mchawi mjamzito mwili mmoja, watu wawili. Yaani inamaanisha ni mwanamke ni mwanaume. Kumaanisha ashajua mpango wangu. Hivi huyu kwani nilimfanya msukule afurahie? Nilimfanya msukule ili ateseke, ila badala yake namuona anafurahia. Itabidi nimpelekee moto, natamani kumuona akiteseka. We msukule namba 1, hebu njoo hapa, ingia ndani.
Sasa unalia nini? Kwa taarifa yako itabidi uzoee, maana mtindo ni huo huo mpaka mimi mwenyewe niseme basi, na hakuna cha mate wala mafuta mpaka uongee soprano. Bezi niachie mimi. Nenda nyuma ya nyumba ukamwite msukule namba 2, mwambie ni wakati wake wa kupinda mgongo. Hivyo mwanamke, umefuata nini tena hapa? Mchawi mjamzito kuja kwangu tena mpaka niombe ruhusa? Wewe unajiamini? Jishushe tuongee uso kwa uso. Oh, najua umemfuata mwanamume wako mpya Stano. Kwa taarifa yako, ameondoka hapa kitambo, nenda kamtafute kwingine. Hivi wewe, tunaulizana nini? Mbona umechukua sehemu zangu? Wewe mwanamke, achana na maisha yangu. Niregeshe sehemu zangu haraka. Hizi hapa ni sehemu za siri za kiume, wakati wewe mwenyewe ni mwanamke. Unafanya nini na sehemu za siri za kiume? Niregeshe sehemu zangu haraka. We, ukiongeza neno lengine na kupokonya hizo sehemu za siri ambazo zinakuhusu, ubaki bila. Wewe endelea tu.